Yes. Mambo vipi ndugu watazamaji, ndugu vijana, tupo katika shamba darasa Mtende Kichangani hapa kama unavyoona. Tupo kwenye hatua ya awali ya usafishaji wa shamba. Kama unapoona tunakata ili pori hapa kwa niaba ya kuandaa shamba. Shamba letu takriban lina heka 2.5, lakini kwa hapa sasa hivi tunaandaa sehemu ya nusu heka kwa ajili ya kilimo cha mibaazi. Kabla ya kuanza kuingia kwenye kilimo cha mibaazi, kitu cha kwanza kinachotakiwa kuzingatia kwamba usafi wa shamba. Usafi wa shamba ndo kila kitu. Hapa takriban naweza nikatumia wiki natumia siku 3 mpaka 4 kwenye usafi wa shamba ili hapa. Nikishamaliza kufanya huu usafi wa shamba kwa hatua ya kufyeka, hapa nitasubiri kama siku 3-4 au hata wiki. Nitasubiri haya majani ambayo nimeyakata humu ili yakauke, niendelee na hatua ya kuingiza moto. Kuna hatua ya kuingiza moto, kuna hatua ya kung'oa masiki, kwa hiyo inategemea na wewe mwenyewe unatakaje. Baada ya kufika kuna wengine wanaanza kung'oa masiki wakiingiza moto na kwa shamba liko safi. Na kuna wengine wakishamaliza zoezi hili la kufyeka ili wanaendelea na zoezi la utiaji moto. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu. Kwa mimi hapa nipo kwenye hatua ya kwanza ya ufyekaji. Kama unavyoona taratibu za ufyekaji zinatakiwa ziwe hivi. Ni kazi rahisi sana, haitaki nguvu, haitaki pressure. Kikubwa ninachowaomba vijana, njoni kwenye kilimo. Kilimo kinalipa sana. Mimi huwa nakaa nashangaa nasikia vijana lalamika ajira za serikali. Shida ajira wapi wewe? Mungu katubariki ardhi kubwa Tanzania. Kwa nini tusijiingize kwenye kilimo? Tuingize kwenye kilimo. Tukishajiingiza kwenye kilimo sasa hivi hapa, kama hapa tunalima wenyewe, tunajiajiri. Mungu akijalia tutapata mazao mengi, tutakuja ajiri na wenzetu. Na nikupeni siri, kwenye kilimo kunalipa kuliko biashara yoyote Tanzania. Na kuombeni vijana, njoni kwenye kilimo. Mimi ni hatua ya kwanza tu hapa ambao naandaa shamba hii. Niweke kilimo changu cha mbaazi, na mbaazi ni za upendwa kwa Zanzibar, linapendwa kweli kweli. Na mbaazi nakubali kwenye kilimo cha maweni kama huku Kichangani huku kuna kubali sana. Hebu njoni Mtende mje muone mafanikio yetu. Kama mimi hapa ni mwanafunzi ambaye nimemaliza degree ya Human Resource Management katika chuo cha Mwalimu Nyerere Karume Campus Zanzibar mwaka 2024. Hebu angalia degree yangu nimeweka pembeni, naingia kwenye kilimo. Degree yangu itanisaidia kwenye kilimo. Sasa we kijana mwenzangu mwenye form 4, mwenye diploma, umeweka vyeti kubwa kusikitika, kusononeka, serikali haina ajira. Ajira nini? Hebu jiajiri vijana. Tujiajiri, tupate mafanikio. Tuingize mapato ya taifa kupitia huku. Sekta zipo, serikali yetu sasa hivi ina support kilimo. Na hususan kwa rais wetu alokuwepo sasa hivi, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Akishakuona tumeanzisha shamba sehemu, una jitihada kuliendeleza, anakuletea barabara ya lami. Tupewe kitu gani tena eti ajira? Sasa haya ndo mafanikio. Serikali yetu inatujali, inatusamini. Kama mimi huku ni nje ya kijiji, niko porini. Tokea naanza kufyeka huku watu wanaona masara yani. Lakini tunashukuru sasa hivi rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi katuletea barabara ya lami mpaka mashambani sasa hivi. Wewe kijana, hebu amka kwanza, acha kusikitika habari za ajira sasa hivi. Fursa ndo kama hizo zinatolewa na serikali. Tunatakiwa tujiajiri. Wewe hujengi picha kama mimi hapa, degree ipo kichwani hapa. Tena ni second upper class ya Human Resource Management. Mmejiingiza kwenye shamba baada ya kuona kwa nini nitegemee ajira za serikali?
mwenyewe mjiingiza kwenye shamba hapa, unaona. Na bahati nzuri miundombinu ndo kama hiyo inakuja. Unalima, unaita gari na kusafirisha mzigo wako, ndo kujiajiri. Kilimo kina pesa, kilimo kinalipa. Hapa tu kilima padogo tu, kwa mfano kwenye ploti huko mbele nilima tungule msimu wa mwanzo, padogo tu, ndani ya heka moja unapata milioni 7 kwa miezi 4 baada ya kuvuna. Hapa sasa hivi ndo nishaingia kwenye kilimo cha migomba, ipo kama unaiona kilimo cha migomba hiyo hapo, ipo tele hiyo. Na sasa hivi ndo nishaingia kwenye kilimo cha mbaazi. Hapa nipo kwenye maandalizi ya kilimo cha mbaazi, ndo naendelea na zoezi la kufika. Mambo yatakuwa mazuri. Vijana tuamkeni, tukimbilieni fursa za kulima. Hebu njoni katika kijiji cha Mtende Kichangani huko, muje muone mazingira, vijana jinsi tunavyochakarika. Hapa kikubwa tutaiomba serikali yetu ituletee na wataalamu wa kilimo, watuongoze vizuri namna ya kufanya kilimo kilichokuwa vizuri. Ndio kitu cha kwamba tunalalamiki vijana, sio kulalamika ajira. Tutumieni ardhi iliyokuwepo, tutumieni kwa ajili ya kilimo. Kilimo kinalipa. Hongera Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuletea barabara Mtende, tunakushukuru sana. Mungu akupe maisha marefu. Tumika kwa ajili ya kuni za kupikia na baadhi ya mengine natumia kwa ajili ya makaa. Kwa hiyo kwenye hatua ya mwanzo kusafisha shamba, kwanza unaanza na faida. Napenda kukujulisha kwamba ujue kwamba kwenye kilimo kuna faida nyingi sana. Kuanza kusafisha shamba tu tayari ushaanza kujipatia kuni za kupikia, ushaanza kujipatia makaa, fedha inaingia hapo. Hujaanza kupanda chochote, hatua ya kwanza tu kusafisha shamba, ushaanza kula fedha. Ndugu kijana mtazamaji, njoo kwenye kilimo cha Maweni huko ufaidike. Kilimo kinalipa. Hapa tukishamaliza hatua ya mwanzo ya kufyeka, kama hivyo unavyoona na katakata miti hapa na weka vizuri, takriban kwa nusu heka naweza nikatumia siku 3 mpaka 4 kusafisha shamba. Hapa baada ya kumaliza na hatua hii naendelea nayo ya kufyeka, hapa nitaendelea na hatua ya pili ya kusubiri haya majani au misitu ambayo nimeifyeka hapa ikauke. Ikishamaliza kukauka, naingia katika hatua ya pili, hatua ya uchomaji. Baadaye nitaingia katika hatua ya uchomaji. Hapa nitaingiza moto hapa ili kusafisha shamba langu, na nikishaendelea na hatua ya pili ya kusafisha shamba, hapo sasa ndo tunaanza kupata faida nyingine. Unapoingiza moto kwenye kuchoma ya mataka, unapata ile jivu. Jivu hutumika kwa ajili ya kudawa au kuua vidudu vya maradhi shambani. Vile vile jivu hutumika kwa kutengeneza ardhi. Jivu kwa huku Maweni inatumika ni kama mbolea. Kwa hiyo karibu sana Mtende, kilimo kinalipa.